Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Sala ya asubuhi. Baba yetu Mungu mkuu, umenilinda usiku huu na kushukuru kwa moyo. Baba, Mwana na Roho, nilinde tena siku hii, niache dhambi nikutii. Naomba sana Baba we, baraka yako nipokee. Bikira safi Maria, nisipotee nisimamie. Mlinzi mkuu malaika we, kwa Mungu wetu niombee. Nitake nitende mema tu, na mwisho nije kwako juu. Amina. Nia njema. Mheshimu Mungu wangu, namtolea roho yangu. Nifanye kazi nipumzike, amri zake tu nishike. Wazo, neno, tendo lote, namtolea Mungu pote. Roho, mwili, chote changu, pendo na uzima wangu. Mungu wangu nitampenda, wala dhambi sitatenda. Jina lako nasifia, utakalo utimia. Kwa utii na vumilia, teso na matata pia. Nipe Bwana neema zako, niongeze sifa yako. Amina. Sala matoleo. Yesu, kwa mikono ya Bikira Maria na kwa maungano ya sadaka yako kuu, ninakutolea sala, matendo, masumbuko na furaha zangu zote za leo. Yesu, ufalme wako utufikie. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. kanuni ya imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee, Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Amri za Mungu. Ya kwanza, mimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. ya pili, Usilitaje bure jina la Mungu wako. ya tatu, Shika kitakatifu siku ya Mungu. ya nne, Waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. ya tano, Usiue, ya sita, usizini, ya saba, usiibe, ya nane, usiseme uongo, ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako, ya kumi. usitamani mali ya mtu mwingine. Amri za kanisa. Ya kwanza, Hudhuria misa takatifu Dominika na sikukuu zilizoamriwa. ya pili, Funga siku ya Jumatano ya Majivu, usile nyama siku ya Ijumaa Kuu. ya tatu, Ungama dhambi zako walau mara moja kila mwaka. ya nne, Pokea Ekaristi takatifu hasa wakati wa Pasaka. ya tano, Saidia kanisa Katoliki kwa zaka. ya sita. Shika sheria Katoliki za ndoa. Sala ya imani. Mungu wangu, nasadiki maneno yote yanayofundisha kanisa Katoliki la Roma, kwani ndilo ulilofumbulia hayo, wala udanganyiki wala udanganyi. Amina. Sala ya matumaini. Mungu wangu, natumaini kwako, nitapewa kwa njia ya Yesu Kristo
neema zako hapa duniani na utukufu mbinguni, kwani ndiwe uliyeagana hayo nasi, nawe mwamini. Amina. Sala ya mapendo. Mungu wangu, nakupenda zaidi ya chochote, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza. Nampenda na jirani yangu kama nafsi yangu, kwa ajili yako. Amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, nimetubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza, wachukizwa na dhambi. Basi sitaki kukosa tena, nitafanya kitubio. Naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Amina. Malkia wa Mungu, furahi. Haleluya. Kwani ndiyo unastahili kuchukua. Haleluya. Amefufuka alivyosema. Haleluya. Utuombee kwa Mungu. Haleluya. Furahi, shangilia, ee Bikira. Haleluya. Kwani hakika Bwana amefufuka. Haleluya. Tuombe. Ee Mungu uliyependa kuifurahisha dunia kwa kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, fanyiza twakuomba kwa ajili ya Bikira Maria mamaye, tupate nasi furaha za uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sifa Yesu Kristo. Amina. Basi kabla ya kuendelea masomo, tujuliane hali za nyumbani kwetu. Binafsi mimi na familia yangu nimeamka salama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Familia ya Mwambene tumeamka salama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Tunamshukuru Mungu, familia Ngalai tumeamka salama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Tunamshukuru Mungu, familia Teresia tumeamka salama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Familia yetu tumeamka salama. Kristo. Tumaini letu. Familia ya Frederick tunamshukuru Mungu, tumeamka salama. Kristo. Tumaini letu. Familia ya Minzi tumeamka salama. Kristo. Tumaini letu. Familia ya Susan tumeamka salama. Kristo. Tumaini letu. Familia ya Chaula tumeamka salama. Kristo. Tumaini letu. Familia ya Solomon tumeamka salama. Katibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuendelee masomo. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 16 mpaka 20 na mstari wa 30 mpaka 31. Tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe pamoja na askari aliyemlinda. Ikawa baada ya siku 3 akawaita wakuu wa Wayahudi wakutane. Hata walipokutanika akawaambia, ndugu zangu, ingawa sikufanya neno kinyume cha watu wetu, wala neno lililopingana na desturi za babu zetu, nalitiwa katika mikono ya Warumi, hali nimefungwa kutokea Yerusalemu. Nao walipokwisha kuniuliza walitaka kunifungua, kwa maana hapakuwa na sababu ya yoyote kwangu ya kuuawa. Lakini Wayahudi walipotoa hoja juu ya shauri hili, nalishurutishwa kukata rufani kwa Kaisari. Si kwamba nalikuwa na neno la kuwashtaki watu wa taifa langu. Basi kwa ajili ya hayo nimewaita mje kunitazama na kusema nami, kwa maana nimefungwa kwa mnyororo huu kwa ajili ya tumaini la Israeli. Akakaa muda wa miaka 2 mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga. Akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Hiyo wanyofu wa moyo wauona uso wake, Bwana. Wanyofu wa moyo wauona uso wake, Bwana. Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni, macho yake yanaangalia, kope zake zinawajaribu wanadamu. Kitikio: Wanyofu wa moyo wauona uso wake, Bwana. Bwana humjaribu mwenye haki, bali nafsi yake humchukia asiye haki na mwenye kupenda udhalimu. Kitikio:
wanyofu wa moyo wauona uso wake, e Bwana. Kwa kuwa Bwana ndiye mwenye haki, apenda matendo ya haki. Wanyofu wa moyo watamuona uso wake. Itikio: wanyofu wa moyo wauona uso wake, e Bwana. Tusimame kwa Injili. Mtakatifu Yohana sura ya 21 aya ya 20 mpaka 25. Petro aligeuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata. Ndiye yule aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni. Akasema, Bwana, ni nani akusalitie? Basi Petro akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu ya kwamba mwanafunzi yule hafi. Walakini Yesu hakumwambia ya kwamba hafi, bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeyaandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Kuna na mambo mengine mengi aliyoyafanya Yesu, ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, ewe Kristo. Gani twaweza kumfahamu Yesu? Waandishi wa Injili wanaeleza mambo yote yanayohusu maisha ya Yesu. Mwinjili Yohane anaona kwamba yangeandikwa mambo yote yamhusuyo Yesu. Ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vilivyoandikwa. Kwa maelezo haya twaona jinsi gani maandishi kumhusu Yesu yameandikwa kidogo. Matamanio yetu siku zote yawe kwa ajili ya kumfahamu na kumuishi Yesu. Maandiko matakatifu ni njia inayotuwezesha kumfahamu Yesu. Tunapaswa kufungua akili na mioyo yetu pamoja na kusoma maandiko matakatifu kadiri iwezekanavyo. Ili kumfahamu Yesu ni uthibitisho tosha kwamba tutakutana na neno wa Mungu katika maandiko. Tutenge muda wa kusoma maandiko, si kusoma tu bali pia kuyatafakari. Ni mwaliko wetu sote, kwa mfano wa Mtume Paulo, pamoja na kufungwa lakini hakuchoka kumtangaza yeye aliyemfahamu. Tuwe na jitihada binafsi kumfahamu Yesu kila siku, kuonesha upendo kwake na kuzama ndani ya pendo lake daima, ili akae pia ndani yetu. Natafakari hapa kwamba Petro alipogeuka na akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata. Na Petro alipomwona yule mwanafunzi alisema na yule mwanafunzi kwamba, Bwana, ni nani? Basi Petro akamwona huyo, akamwambia Yesu, Bwana, na huyu je? Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Nikawa na tafakari kwa habari ya hichi kipengele kwamba hata sisi wa Kristo mara zilizo nyingi tumekuwa hatuwazi imani zetu sisi wenyewe. Tunapenda sana kuangaliana nani anafanya nini makanisani, labda na anafanyaje. Tunapenda sana kuchambua imani za watu, na wakati mwingine hata tunathubutu kuhukumu. Yaani sasa huyu Petro wakati wako na Yesu, yeye alikuwa ajiwazi, yeye alikuwa anamwangalia yule mwanafunzi ambaye amependwa na Yesu anafanya nini. Lakini Yesu hapa akamwambia, wewe unifuate mimi.
kwamba hata nikitaka huyu hata kama nikiwaambia kwamba huyu nataka asife, yani mwanafunzi yule kwamba hata kufa, lakini wewe unifuate mimi. Lakini sasa hata sisi pia Wakristo wengine kwenye maisha yetu ya kawaida tujue kumfuata Yesu. Tunapokwenda kanisani tufuate Yesu, tuwaze kuonana na Yesu. Wakati mwingine kuna makwazo kutoka labda kwa viongozi wetu na nini, lakini sisi cha kuangalia pale, tuangalie kumfuata Yesu kama Yesu mwenyewe alivyomwambia Petro kwamba wewe unifuate mimi. Kwa maana nyingine, yani ni kama alimwambia kwamba achana na huyo ambaye nampenda zaidi, achana na huyo anachokifanya, ila wewe nafsi yako inifuate mimi. Basi hapa wakati natafakari nikapata tu wazo kwamba na sisi mara zilizo nyingi huaga tunajiziuka, tunajipoteza na kuangalia viongozi wanafanyaje, tunaoji kwa nini wanafanya hivi, wakati mwingine tunaoji sadaka, tunaoji nini. Lakini hapa Yesu mwenyewe alisema kwamba wewe unifuate mimi. Kanisani ni sehemu ambayo Yesu anakuwepo. Kwa hiyo tunapoenda kwenye ibada kanisani, tuwaze kuonana na Yesu. Tuache makando kando yote. Hata tunapokuwa kwenye jumuiya zetu, tuwaze kuonana na Yesu. Mungu mwenyewe alisema kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo tunapomuona mwenzetu, tuwaze kumuona Yesu. Hata kama na makando kando mengine labda amechukuliwa na ibilisi au anafanya vitu vingine ambavyo sivyo, lakini sisi tuone sura na mfano wa Yesu katika maisha ya wenzetu, na zaidi ya yote tujifunze kujikita kwenye imani. Kila mtu atengeneze nafsi yake na mahusiano yake na Yesu. Tusiangalie mtu mwingine anafanya nini. Kristo. Mimi siko mbali zaidi na muumini aliyepita, lakini mimi najaribu kugusia kwamba Yesu anatufundisha upendo. Tukipendana sisi, hata yeye tutampenda. Anasema tusipopendana sisi tunaoonana, yeye ambaye hatumuoni tutampendaje? Kwa hiyo tunaona mfano hata wa Paulo alivyofungwa, alifia imani, yani alikomaa, hakutaka kuacha pamoja na kufungwa kumhubiri Yesu. Aliendelea kumhubiri Yesu mpaka siku ilivyofika alifunguliwa. Ni kwa sababu ya imani, alimwamini sana Mungu na aliyaishi yale aliyofundishwa. Basi na sisi tufuate hilo, tutaishi maisha yanayompendeza Mungu na tutafanikiwa vitu vingi, kwa sababu Mungu ndio muweza wa vyote na Mungu ndio mpaji wa vyote. Kupitia yeye sisi tunafanikiwa. Uhai huu sio kwa ajili yetu, ni kwa uweza wa Mungu. Hata mapaji yote tunayopata, hata familia, maisha yetu yote ni Yesu. Kwa hiyo tukiwa tunamwamini na kuyaishi yale tunayofundishwa kila siku, upendo, tutaishi maisha yale yanayompendeza Mungu. Tuwe na imani na tufie dini kama alivyofanya huyu Paulo. Alifungwa lakini hakuacha kuhubiri Injili, na sisi tuhubiri ili tuwaokoe wenzetu wengine wasiojua. Kuna watu hawajui hata kusema hivi kanisa ni nini, Mungu ni nani. Basi sisi ndo tunatumwa tufanye hiyo kazi ya kuwavua samaki wengine ambao ni hao wapagani, ndo tunasema kuvua wenzetu ili waje katika nyumba ya Mungu. Nguvu za Mtakatifu Paulo na uwezo wa Roho Mtakatifu aliokuwa nao ndani ya nafsi yake. Kwa maisha ya kawaida ya mwanadamu, kwa jinsi ambavyo alikuwa amekamatwa na alikuwa amefungwa kwa ajili ya kumhubiri Kristo, angekuwa hana nguvu za Roho Mtakatifu, nafikiri asingeweza kuendelea tena kuhubiri neno la Bwana. Lakini tunaona jinsi ambavyo Mtakatifu Paulo pamoja na kukamatwa na kufungwa bado hakuacha kumhubiri Kristo akiwa katika kifungo chake. Kwa maana hiyo basi tunaweza kuona wazi kabisa nguvu ya Roho Mtakatifu iliyopo ndani ya Mtakatifu Paulo. Na kama tunavyojua tunaendelea na novena ya Roho Mtakatifu, tumuombe Roho Mtakatifu atujaze nguvu, atujaze mapaji yake.
Ina maana tunapokuwa tumejazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, hatutashindwa wala hatutaogopa kumhubiri Kristo mahali popote, wala hatutashindwa kutenda mema na kutenda haki mahali popote. Kila tutakapokuwepo tutakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, na pale tunapokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu na neno la Bwana litakuwa liko jingi ndani yetu, na kwa sababu tutakuwa na neno la Bwana jingi ndani yetu, tutakuwa tunafahamu Kristo. Kwa hiyo hata zile nguvu zingine za pembeni hazitaweza kutushinda, wala yule mwovu shetani hataweza kutushinda, wala hataweza kutunyamazisha, kwa sababu tumejazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia najaribu kuangalia jinsi watu walivyokuwa wanaendelea kumtembelea Mtakatifu Petro akiwa katika nyumba yake. Kwa maana hiyo basi inaonyesha kabisa upendo watu waliokuwa nao, ule ushirika wa Yesu ulivyokuwa una upendo, kwa sababu waliendelea kumtembelea Paulo na kuendelea kumtia nguvu na kuendelea kumpa matumaini. Lakini pamoja na hayo, Mtakatifu Paulo bado aliendelea kuwahubiria neno la Mungu, aliendelea kuwapa ujasiri, na wale watu wakaendelea kumtembelea kwa wingi, na Mtakatifu Paulo akaendelea kueneza neno la Mungu akiwa kifungoni. Basi katika hayo tunaona jinsi upendo wa Mungu ulivyo mkuu. Hata katika maisha yetu ya kila siku tutembeleane na kupeana faraja pale ambapo wenzetu wameingia katika changamoto mbalimbali. Inawezekana ikawa ni changamoto ya kiimani au sio changamoto ya kiimani, au ni changamoto zetu nyingine tu za kawaida za maisha, aidha magonjwa au mambo mengine. Basi tusiache kutiana moyo, tusiache kufarijiana sisi wenyewe kwa wenyewe, kama vile hawa watu walivyoendelea kumtembelea Paulo na kuendelea kumpa matumaini. Basi tumuombe Mungu Roho Mtakatifu tujazwe na uwezo wa Roho Mtakatifu, atujaze mapaji yake yote 7, atupe upendo kati yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, tupendane. Kwa sababu vifungo tunavyovingi, inawezekana ni vifungo vya gerezani, lakini hata sisi wenyewe ndani ya familia zetu na ndani ya jamii tunaweza kuwa pia tumefungwa au tumetengwa na watu wengine kwa sababu ya kutenda haki au ya kutenda yale ambayo wenyewe hawayataki sisi tuyatende. Lakini basi kwa maana hiyo basi tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kuyashinda yote, tuweze kuvishinda vifungo vyote, tuendelee kusimama imara katika imani, tuendelee kumhubiri Kristo mahali popote bila uoga, kwa sababu sisi wote tu wafuasi wa Yesu, na sisi wote tumejazwa na Roho Mtakatifu tulipobatizwa, lakini pamoja na tulipopata kipaimara. Basi tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ataendelee kutuhuishia Roho Mtakatifu ndani ya nafsi zetu, aendelee kuwasha moto wa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi zetu, kwa sababu kila mmoja mbatizo amempokea Roho Mtakatifu. Lakini basi kutokana na changamoto moja au nyingine, wakati mwingine sisi wenyewe binafsi tunamzimisha Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ndio maana tunakuwa na uoga, tunakuwa na mashaka, tunakuwa na wasiwasi, tunakuwa na hofu nyingi, na hivyo vyote ni kazi za Ibilisi, ni kazi ya Shetani. Lakini tukijazwa na Roho Mtakatifu na tukiwa na tumaini, hivyo vyote haviwezi kutushinda. Tutakuwa na ujasiri kama vile Mtume Paulo alivyokuwa na ujasiri. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atujaze Roho Mtakatifu ili tuweze kusimama imara katika imani na tuendelee kumhubiri Kristo bila uoga mahali popote. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Tunasema asante Baba kwa ajili ya afya njema umetujalia kuiona siku ya leo. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunakuja mbele zako tukiwa wakosefu, tukikuomba Mwenyezi Mungu utusamehe na kuturehemu pale tulipokukosea. Tunapoanza asubuhi njema hii ya leo, uanze nasi tukiwa salama. Baba, tunakuomba utusikie. Tunakuja mbele zako tukikushukuru tena kwa ajili ya jumuiya yetu. Tunasema asante Mungu kwa ajili ya kusanyiko hili. Tunakuomba Mungu, endelea kutuisha tuwe na upendo wako. Endelea kuwa pamoja nasi katika kutekeleza majukumu yetu. Tunaziweka familia zetu mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu akawaguse Mungu, wakutambue wewe na kukutumikia wewe. Baba, tunakuomba utusikie. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, tunasema ni asante kwa kuweka mahali hapa Mungu mfalme. Tunakuomba siku ya leo Bwana, ukapate kutuongoza vema, ukatuepushe na ugomvi ndugu, jamaa, marafiki na hata majirani. Utukinge na ajali za kiroho na hata za kimwili. Tunakuomba Bwana, ukapate kila mmoja kumtuma Roho Mtakatifu akapate kumuongoza atende yaliyo mema. Bwana, tunakuomba utusikie.
Mungu Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema hii ya leo. Tunasema asante Mungu kwa kuwa umetuwezesha kuwepo tena hapa asubuhi hii ya leo. Baba, tunakushukuru pia kwa ajili ya neno lako takatifu ambalo linatukumbusha tuendelee kupendana. Baba mtakatifu, tunakuomba ukatujaze nguvu za Roho wako Mtakatifu ili tuweze kusimama imara katika imani, ili tuweze kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe, ili tuweze kumhubiri Kristo mahali popote tutakapokuwepo bila uoga. Mungu Baba mtakatifu, tunakuomba ukatukinge na yale yote ambayo yanaweza kutuzuia tusiweze kulieneza neno lako hapa duniani. Bwana, twakuomba utusikie. Tunawaombea marehemu wote wa familia zetu, wa jumuiya zetu, uwape pumziko jema. Baba, tunakuomba utusikie. Tunakushukuru pia kwa ajili ya familia hii ya Solomon Chapa, tunaiweka mikononi mwako. Bwana Yesu, endelea kuwa pamoja nao, wasaidie katika kutekeleza majukumu yao, nasi katika jumuiya usitupungukie. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Na kama tunavyojua, kama tunaanza mwezi wa 8, sisi wenyewe tunakuwa hatuko mbali sana. Kama sio mwezi wa 9 itafika mwezi wa 10. Basi nilikuwa naomba kila mmoja wetu tujiandae kutoa hizo sadaka za mavuno. Kila mmoja akae na familia, tujitafakari ndani ya familia zetu, tuangalie Mungu ametubariki nini kwa mwaka huu mzima. Lakini mimi mwenyewe binafsi naona Mungu ametubariki sana. Yaani ametubariki mno. Hata kwa ajili ya uzima tulio nao, kwa ajili ya pumzi tulizo nazo, kwa ajili ya kila siku tunaenda tunarudi. Hizo zote ni baraka za Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba hatuwezi kitu chochote kama Mungu mwenyewe hajapenda tukiwezi. Basi tuendelee kujitafakari na tuendelee kuangalia basi ni kwa jinsi gani ambavyo tutaweza kumshukuru Mungu kutokana na sadaka zetu. Nilikuwa naomba kila familia tujitahidi tutoe kile ambacho kinapendeza machoni pa Bwana. Hata neno la Mungu linasema tuzifunge dhabihu zote madhabahuni kwa Bwana. Na neno la Mungu linasema pia Mungu atabariki kazi ya mikono yetu katika majukumu yetu ya kila siku. Basi tunaomba tujiandae vizuri ili tutakapotangaziwa siku, basi kila mmoja wetu tusiwe na ahadi. Yaani kila mmoja alete sadaka zake madhabahuni kwa Bwana kwa hiyo siku. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia naendelea kukumbusha WAWATA, kuna semina ya WAWATA ambayo itakuwa ni Jumamosi ijayo. Jamani wakina mama, kama hujajiorodhesha au haupo katika ile listi, kwa sababu tunaona mkeka upo katika ile kundi la WAWATA parokia, tunaomba kila mmoja apate nafasi. Hii inatokea tu ni mara chache. Tukiangalia kwa zile parokia imeanza, tujapata semina ya WAWATA wote kwa namna hii. Basi kila mmoja wetu ajitahidi apate nafasi kwa ajili ya kuhudhuria hiyo semina. Ni Jumamosi, itaanza Jumamosi asubuhi saa 3 na kuendelea. Kwa wale WAWATA ambao bado hamjajiandikisha, niko na wasihi sana, ninawaomba mhudhurie semina. Kwa sababu semina ndio zinazotujenga sisi kiroho. Semina ndio zinazohuisha maisha yetu. Semina ndio zinazotupelekea sisi kumjua Mungu zaidi. Basi nilikuwa naomba kila mmoja WAWATA chipukizi, WAWATA watu wazima, tujitahidi kuhudhuria hiyo semina. Lakini pia nilikuwa naomba viongozi wa WAWATA, kuna huo mchango wa shilingi 40,000, si kama mmeuona kwenye kundi la WAWATA parokia, ambao ni kwa ajili ya ujenzi wa bwalo la Bihawana. Tuone jinsi utakavyopatikana huo mchango. Kama mfuko hauna, basi uangalie jinsi ya kupata hiyo mchango. Lakini pia naendelea kuhimiza utoaji wa zaka. Jamani, tumeshafika nusu ya mwaka. Basi kila mtu ajitafakari nafsini mwake kwamba zaka ametoa mpaka lini. Na kama tunavyojua zaka ni amri, sio hiari. Zaka ni amri, sio hiari. Basi tuendelee kutoa zaka. Kwa wale ambao bado hawajaanza, au kwa wale ambao walioko nyuma, au hata wale ambao wanaendelea kutoa, basi tuendelee kutoa zaka. Lakini pia na mchango ya ada ya jumuiya. Mchango wa ada ya jumuiya, jamani, tuko nyuma sana. Tulikuwa tunaomba tujitahidi basi, kwa sababu tulikubaliana sisi wenyewe kwamba tutatoa hiyo ada. Tuendelee kuhimizana kwamba kila mmoja ajitahidi kulipa ada, angalia amefikia ada wapi, kwa sababu hizi ada ndio zinazotusaidia. Tukiwa na michango ile ya parokia na tunachukua tena kwenye mfuko wetu wa jumuiya.
Na kama mnavyojua, kwa mfano mwaka jana hata ile sherehe ya mavuno tulitumia tu hela kutoka kwenye mfuko wa jumuiya. Kwa hiyo nilikuwa naomba kila mmoja ajitahidi kulipa ada ya jumuiyani. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kama kuna matangazo mengine nakaribisha. Upendo wake Bwana